baadhi ya watu ambao wanaitwa conspiracy theorists wanaamini ya kwamba kuna mkakati wa kimakusudi wa kupunguza idadi ya watu. Ukiuliza kwa nini, nakwambia watu ni wengi kuliko vile ambavyo vinazalishwa. Kwa hiyo chakula kinakuwa ni changamoto. Tunaposema wakila na kunywa, ina maana ya kwamba pamoja na kwamba idadi iliongezeka, lakini chakula hakikukosekana. Utasema sasa hiyo ina maana gani? Na leo idadi ni kubwa, chakula hakijakosekana. Ni kwa nini? Wamevumbua mtindo mpya ambao umekatazwa katika Biblia, nitakuonyesha leo, wa kuzalisha chakula kwa kutumia mfumo wa GMO, genetic modification. Kwamba badala ya kusubiri embe kwa muda wa miaka 10, leo wana uwezo wa kukutengenezea embe kwa muda wa miaka 3. Nenda kaangalie maembe ambayo tunanunua huko, yana majina mengi. Kuna embe ambalo ukilitazama linafanana na apple. Ukauliza kwa nini, nakwambia wamechukua genes ya apple, wakachukua na gene ya embe, wakazichanganya pamoja, wakazalisha embe tamu zuri. Yani hata hivi ninavyoliongea nasikia mate yanatoka. Na wanasayansi ukiwaambia hiki kitu sio sawa, wanakuambia nyie watu wa dini mnakosea mkisema sio sawa, kwa sababu idadi ni kubwa, hatuwezi kusubiri maembe mti mkubwa miaka mingi. Sema hii ndio njia nzuri ya kuongeza mazao. Usioni kwamba hatubishani nao katika masuala haya. Si tukiwaambia hii haifai, wanasema inafaa, lazima itumike leo. Hata wewe ni shahidi. Muhindi ulioutumia miaka mingi iliyopita kwa wazee wangu kama mzee Kuboja hapa, sio ambao tunatumia leo. Ukienda kuangalia muhindi wa wakati ule unachomwa hapa, harufu unaisikia pale. Mimi nimekuwa katika mazingira, bibi yangu na babu walikuwa wanatunza mbegu za mahindi kwa kuziweka jikoni juu pale. Tunaziona zimening'inizwa, moto unakokwa hapa chini, wanapika. Ukimuuliza anasema hii ni ya mbegu. Leo hatuwezi kufanya hivyo tena. Ukiotesha mara moja inakulazimu kununua tena msimu ujao. Yote haya unaweza kusema mchungaji ana uhusiano gani kidini? Naomba Roho Mtakatifu akusaidie ili uelewe ninachokisema, maana sio cha kibinadamu zaidi, ni cha kiroho zaidi. Chakula unachokula kinaathiri mambo yako ya kiroho. Kwa usije ukachukulia rahisi tukasema naweza nikala chochote, nakula tu. Niangalieni leo, uwezo wetu wa kufikiri umeshuka. Nikisema kufikiri na maanisha nini? Mliosoma lugha ya mkoloni na maanisha reasoning capacity. Kureason, kuchanganua mambo, umeshuka. Mtu anaweza kuibuka na lolote lile na likakubalika. Yani hakuna shida yote, watu hawa reason. Kwa nini? Lengo ni hili. Huko tunakoenda tusaidiwe kufikiri na watu wengine watufanyie maamuzi wao. Mungu atusaidie sana.